Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana kwa sababu unatenga muda wako, unatenga wakati wako kufuatilia mafundisho ya neno la Mungu, mafundisho ambayo yanakusaidia kupata maarifa ya kimungu kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo. Na ungekuwa na mambo mengi sana ya kufanya, lakini umetenga muda wako kufuatilia neno la Mungu. Kwa sababu hiyo ndio maana na kutamkia neno la baraka ya kwamba Mungu akubariki, kwa maana umefanya uchaguzi sahihi. Basi kama ilivyo kawaida, tunaendelea na mafundisho yetu kupitia ukurasa wetu channel yetu ya Mikono ya Kristo hapa YouTube, lakini na katika kurasa zetu hizo mbalimbali huko kwenye Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Leo nimekuja na somo kati ya masomo muhimu sana ambayo ningependa uyabebe, ningependa uyaelewe, ningependa uyashike. Moja wapo ni hili. Kwa nini? Msingi. Unajua kuna masomo mengine ni msingi. Somo la leo ni msingi sana katika huduma ya maombi, maombezi na changamoto zote ambazo zinatesa Wakristo na watu wengine. Msingi nataka nifundishe leo. Na msingi ni nini? Kichwa cha somo kinasema nini? Namna uchawi unavyofanya kazi kwa mwanadamu ndani yako. Ama kwa namna nyingine za nikasema, kwa nini unarogwa? Yaani kwa nini wanakuroga, wanakuweza? Uchawi unafanyaje kazi? Lakini somo langu limesema namna uchawi unavyofanya kazi ndani yako, ndani ya mwanadamu. Unafanyaje kazi? Sasa kwa nini uchawi? Watu wengi wanaoteseka, wanaotafuta maombi na maombezi, wamekamatwa na kitu kinaitwa uchawi. Yaani uchawi ndio umewakamata. Kwa hiyo ningependa ufuatilie, kwa sababu kuna watu wanajua kwamba uchawi umewakamata na kuna watu hawajui uchawi umewakamata. Wapo tu wanateseka na wasijui hata kama wanateseka. Wapo watu wengi sana. Yaani unaona kabisa huyu anateseka na mambo ya kichawi. Yaani huyu kinachomsumbua yeye akioni, anahangaikia maisha, anahangaikia kufanikiwa, anahangaikia kuuguza, lakini hajui kama ugonjwa wake ni uchawi. Unasababishwa na nguvu za giza, sio hospitalini, sio ugonjwa hospitalini. Hajui. Neema hiyo hajaipata. Alafu kuna vitu vingine vinafanana kabisa na vitu ambavyo vinatibika hospitalini. Yaani magonjwa ambayo yanatibika hospitalini yanafanana kabisa. Kuna watu wamebambikiwa mpaka magonjwa makubwa. Mtu ana TB, anapimwa hospitali ana TB, lakini kumbe ni TB fake. Mwingine ana HIV, lakini kumbe ni HIV fake. Unanielewa vizuri hapa? Kwa hiyo zingatia hapa. Nataka nifundishe namna uchawi unaofanya kazi ndani yako. Kwa nini unaugua magonjwa ya kichawi? Kwa nini unaombewa kila wakati alafu mambo yanarudi? Uchawi unafanyaje kazi? Yaani kuna mwingine haelewi kabisa uchawi. Yaani uchawi unahusiana nini na mimi kutokufuata kazi? Haelewi kabisa nini kinakuwa kinatokea pale. Sasa leo nitakupa vitu vingi sana vya muhimu sana. Ninamwomba Roho Mtakatifu akusaidie ili upate kuelewa, afungue akili yako ili upate kuelewa ili somo ambalo nakwenda kulifundisha sana majira haya kwa uwezo na maongozi ya Roho Mtakatifu. Kuna vitu vingi nataka kuwekea. Uchawi ni nini? Uchawi unatoka wapi? Unakuathiri vipi? Kwa nini unakuathiri? Na nini cha kufanya ili uchawi usikuathiri? Ama hizo nguvu za giza zisikuathiri, hata kama unatumiwa zisiweze kukuathiri kiasi cha kuona kwamba umekuwa attacked, umemilikiwa, umetekwa na nguvu za giza. Shalom. Mungu akubariki sana. Endelea sasa kufuatilia somo hili ambalo nitaanza nalo moja kwa moja mpaka pale nitakapokwenda kuishia kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Nitakufundisha kipengele kwa kipengele. Kipengele cha kwanza nasema kinachosababisha uchawi ufanye kazi ni nini? Tunaanzia hapo. Kabla sijakwambia uchawi ni nini, kinachosababisha huo uchawi
kwa sababu uchawi ni tendo lingine. Lakini je, nini kinasababisha wewe unasema nimerogwa? Nini kinasababishwa unaona una magonjwa ya kipepo, ya kichawi, ya kishirikina? Yaani nini kinachosababisha uchawi ufanyike? Ni nini? Na kujibu hapa sasa. Kinachosababisha uchawi ufanye kazi ni mapepo, ama wengine wanaita majini. Hakuna kitu kingine, ni hicho. Haya mapepo unayasikia, mapepo yanapigiwa kelele. Ukisoma Biblia, Yesu ametoa sana mapepo wachafu. Kwa nini wanaitwa mapepo wachafu? Wale ni mapepo wachafu, malaika waasi. Tenda kuangalia huko mbele ya safari. Hawa historia yao walikuwa malaika mbinguni. Kule mbinguni wakatimuliwa kwa sababu ya uasi wao, wakatupwa kwenye nchi na bahari, wakatupwa huku kwetu. Shetani ana hasira sana. Sasa kwa sababu ya kutimuliwa kule mbinguni, anataka akusanye watu ambao ataenda nao kwenye ziwa la moto, kwa sababu hata historia ya ziwa la moto ni kwa sababu ya Shetani. Kwa hiyo ujue kuanzia leo, ziwa la moto alikuwa kwa ajili ya mwanadamu, ilikuwa kwa ajili ya Shetani. Sasa huyu Shetani huyu, haya mapepo haya, majini haya, ndiyo yanasababisha uchawi unafanya kazi. Yaani hao ndio supporter, yaani hao ndio wanajua hizo nguvu. Sasa uchawi ni nini? Uchawi ni nguvu za kiroho haribifu, ndio uchawi. Yaani nguvu yote ya kiroho haribifu, huo ndio uchawi. Kwa nini uchawi? Ni kwa sababu wamekopi kutoka kwa Mungu nguvu ya kiroho ya kustawisha ambayo iko mbinguni, ya kuweza kumsaidia mwanadamu. Sababu mtu ni roho, anayo nafsi. Ndani ya mtu kuna roho. Sasa roho ina nguvu, zile nguvu za kiroho za kimungu zenye kukusaidia wewe kustawi, kuweza kumtumikia Mungu, kuweza kuishi maisha matakatifu. Shetani amezigeuza kufanya uharibifu. Kwa hiyo uchawi ni nguvu za kiroho haribifu. Huo ndio uchawi. Nimeshakwambia mambo mawili, zingatia. Tena ningeomba uchukue peni na karatasi uandike anayokuambia. Ni mambo ya muhimu sana, ili unapotaka kwenda kuingia kwenye maombi, ama mkisikia tunaomba, uelewe tunaombea nini. Tunapogusa mahali fulani tunataka kusema nini? Kwa nini tunagusa kwenye hayo maeneo? Kwa nini watu tunatamka vitu fulani kwenye maombi? Kwa sababu tunafahamu Shetani namna ambavyo anaataki watu, anawashika watu, anawashikilia watu kupitia nini? Yeye mwenyewe, wakala zake na washirika. Kuna Shetani ambaye ndio mkuu, kuna mawakala wake, alafu kuna washirika. Hivi ni vitu muhimu. Yaani hivi ndio vinakusababisha wewe unateseka. Ndio maana somo nasema namna uchawi unafanya kazi ndani ya mwanadamu. Ama unaweza kusema kwa nini uchawi unakutesa. Lazima uelewe hili somo. Ukilimaster vizuri, ukilielewa vizuri, wewe utapata tabu ya kuomba, kwa sababu utakuwa unaomba unachokijua. Unajua kuna mwingine amekariri tu maombi, napiga kwa jina la Yesu, naachilia moto, sawa kabisa. Lakini ni vema ukijua huo moto unaachilia kwa sababu gani, hiyo nyundo unaiachilia kwa sababu gani, hiyo damu Yesu unatumia kwa sababu gani, hilo jina la Yesu alitumia kwa sababu gani, kwa nini unasimama kwenye vitu hivyo. Kwa hiyo ndio naenda kukufundisha. Nimeanza kukwambia kinachosababisha uchawi ufanye kazi ni mapepo au majini. Hawa wanajua nguvu za kiroho zile zilizokuwa mbinguni, sasa wao wamezifanya kuwa haribifu. Yaani nguvu za kiroho haribifu wanazitumia. Sasa wewe zinakufikiaje hizi? Tuende mbele. Mapepo ni kitu gani? Nimezungumza kwa awali hapa. Ni swali namba 3. Mapepo ni kitu gani? Mapepo ni kitu gani? Ni malaika waasi ambao wana utawala kamili. Mapepo ni malaika waasi ambao wana utawala kamili. Yaani kiongozi wa juu pamoja na wasaidizi wake. Kama nilivyokuambia mwanzoni, kiongozi wa juu ni nani? Shetani, Lucifer. Ndio Shetani mwenyewe ambaye ndio alikuwa na vurugu na Mungu kwa mbinguni, akatimuliwa. Alivyotimuliwa akatoka na wale makada wake, akatoka na wale wafuasi wake, akatoka na wale wanachama wake, wafuasi waliokuwa wanamfuata, akashuka nao chini, wakatupwa huko chini. Hao ndio wanatesa, hao ndio sasa anaofanya nao kazi. Hiyo ni timu ya Shetani. Yaani Shetani ni malaika muasi ambaye kuna malaika mkuu na wasaidizi wake wote wako hapa kwa ngazi mbalimbali.
Sasa katika wasaidizi ndio kuna aina tofauti tofauti za malaika waasi, majini ambao wanafanya kazi kulingana na ngazi mbalimbali. Sasa hapa ndipo chanzo cha uharibifu kinapoanza. Kwa chochote ukiona kinakutesa, ujue Lucifer ndiye chanzo. Yeye ndiye chanzo ambaye ana mawakala wake, ana watendakazi wake, ana washirika wake. Kuna magredi hapa. Sasa kila mmoja anapigwa kulingana na level alionayo. Kila mmoja anashambuliwa kulingana na level alionayo. Kuna watu wanakuwa attacked. Kuna watu wanapigwa na Lucifer mwenyewe. Kuna watu wanapigwa na wasaidizi wake. Kuna watu wanapigwa na mawakala. Kuna watu wanapigwa na washirika. Walio wengi wanapigwa na watu wawili wa chini. Wanapigwa na mawakala, alafu wanapigwa na washirika. Utanielewa? Yaani changamoto za watu wengi ziko hapa. Kwa sababu hii kesi ya juu ni kesi kubwa sana. Kupigwa na Lucifer mwenyewe inategemea wewe ni nani mpaka Lucifer hangaike na wewe. Yaani wewe ni nani mpaka anze kukuataki wewe. Wewe ni nani? Kama ulishawahi kuota ndoto ukamwona nyoka na vichwa 7, wewe vita yako ni Lucifer mwenyewe. Nisikilize kwa makini. Kama ulimwona nyoka ana vichwa 7, wewe unapigana vita na Lucifer mwenyewe. Kwa kuna magredi hapa nataka nikufundishe. Kwa hiyo nimekutajia vitu hivyo. Twende mbele. Sasa namba 4, hizo pointi andika. Namba 4. Hawa mapepo wanashirikiana kama nilivyokuwa nakwambia na mawakala ambao ni binadamu wasio waaminifu, au ndio mawakala. Nimesema mawakala ni nini? Nimesema mwanzoni kuna shetani mwenyewe, alafu ana wasaidizi wake, alafu kuna mawakala, alafu kuna washirika. Kwa hiyo kinachowatesa wanadamu ni hizi ngazi, shetani mwenyewe, alafu vile vile wasaidizi wake, alafu vile vile mawakala wake, halafu vile vile washirika. Sasa nini kinatokea? Kwa nini mtu anakuwa anatupiwa jini? Kwa nini unateseka? Sasa hilo litategemea na ambacho hao hawakitaki. Shetani ambacho hakitaki kutoka kwako. Nini ambacho kinaleta shida? Nini kitaleta shida? Sasa katika huu mfumo ambao nimekutajia unakuwa hivi. Hawa wasaidizi wa shetani wote wanashirikiana na mawakala mahalia. Yaani utawala wa shetani upo kila mahali na una ngazi. Yaani kuna ngazi kama unavyoona mfumo wa kiserikali ulivyo, basi na shetani na mfumo huo, lakini mkuu ni Lucifer mwenyewe. Kwa hiyo chini ya Lucifer kuna watu wa kila ngazi. Kuna viongozi ambao wanatawala mahalia, wanatawala kitongoji, wanatawala wilaya, wanatawala mkoa, wanatawala nchi, wanatawala dunia. Hiyo ni ngazi. Kwa hiyo popote ulipo, hiyo ngazi, hiyo renki ipo. Ukiwa mahali popote, ukiwa kwenye mji wowote, ukumbuke kwenye hiyo ngazi. Ukiwa kwenye kijiji kuna wakuu wa mahalia wapo. Sasa wale wakuu wa anga wale ni wasaidizi wa shetani, ndio wakuu wa anga. Mahali kokote kuna wakuu wa anga wa mahalia. Kwa hiyo wewe unapoomba popote ujue cha kwanza unachopambana nacho ni wakuu wa anga. Yaani lazima wajue hapa kuna mtu anaomba. Wale wakuu wa anga kazi yao ni nini? Kazi ya wakuu wa anga ni kulitawala lile anga, kutawala ile connection kati ya duniani na mbinguni. Hapa katikati wanakaa. Ndio maana ambao ukiwa unaomba uombe kwa kumaanisha. Kwa nini uombe kwa kumaanisha? Kwa sababu wanazuiaga maombi. Kwa lazima ujue trick, ujue mbinu za kuomba ili maombi yapenye. Unaomba maombi gani? Ndio unaweza ukashangaa wewe unaomba maombi hayo, mwingine anaomba maombi hayo, lakini mwingine anafanikiwa haraka kuliko wewe. Kuna namna ya kupenyesha maombi. Lakini leo mimi nataka nikufundishe tu kwa uchawi jinsi unaofanya kazi na kwa nini unateseka na uchawi. Ukilijua hili, yani mateso watu yatawapungua sana. Sababu watu wengi kinachowahangaisha ni hicho, hakuna kitu kingine. Kwa hiyo wale wakuu wa anga kazi yao ni hiyo. Wakuu wa anga wanashirikiana na nani? Kumbuka wakuu wa anga ni wasaidizi wa shetani kulingana na ngazi walizopewa. Wana ngazi nyingi sana, siwezi kueleza hapa. Ngazi zao ni nyingi mno, nyingi. Wale wakuu wa anga wanashirikiana na mawakala, agents. Mawakala ambao ni waganga wa kienyeji. Mganga yote wa kienyeji ni wakala wa shetani.
Mganga wote wa kienyeji, nguvu anayotumia inatoka kwa shetani, bila kujua wala kujali kwamba unapona ama hauponi. Elewa hilo, kwamba huyu ndiye wakala niliyekutajia. Nani huyo wakala? Halafu huyu mganga kienyeji ukimtoa wakala huyo ambaye yeye anatawala madhabahu, mganga kienyeji anatawala madhabahu na kufundisha, unielewe. Kwa hiyo mahali popote ukiona mganga wa kienyeji, usije ukafikiri hakuhusu wewe, unajidanganya. Huyo ni wakala na anaibeba vizuri sana eneo. Huyo anawasilisha taarifa nyingi sehemu mbalimbali, ni wakala. Kwa unavyoenda na shida yako, yani taarifa zako zinaenda kuzimu direct, kwa sababu umeenda kwa wakala. Hawezi kukuambia, mimi nakwambia kama mtumishi wa Mungu. Huyo ni wakala, na hiyo ndio kazi yake ya wakala. Ukitoa wakala ambaye ni mganga wa kienyeji, kuna wakala mwingine ambaye ndio mchawi. Huyu ni wakala mwingine. Sema mganga sio mchawi. Mtumishi wa Mungu, usije ukajidanganya. Mganga ni mchawi, tena ni zaidi ya mchawi. Mganga ni hatari, ndio maana anamiliki madhabahu. Mganga yote ana madhabahu, yani ana eneo, ana utawala, amakaa anashikilia ile madhabahu. Kuna vitu pale vinawekwa, hawezi kukato mganga mali bila hilo eneo kuwa ngome. Alipo mganga manake kuna ngome. Elewa hiyo. Mahali mganga yupo kuna ngome. Kwa hiyo huyo ni wakala mkubwa. Sasa itategemea tu na ana hadhi gani katika uwakala. Kuna kutajia watu wepesi kabisa ambao unaweza kuwajua kwa urahisi. Nyuma ya shetani wale wasaidizi, kuna wasaidizi wenye nguvu wengi sana ambao sitaki kukuambia hao, kwa sababu lengo langu uelewe tu ule mfumo unaokutesa umekaaje tu kwa haraka ili ujue namna ya kuomba. Ili unaposimama katika ombi ujue unaomba kwa habari ya nini. Nimekuambia baada ya waganga kuna wachawi ambao kazi yao kila siku wanakaa vikao, wanaruka waende wapi kuharibu. Hawa pia ni mawakala wa kushambulia kila mahali, wachawi. Sasa hawa mawakala hawa ni mawakala ambao wamesambazwa kila mahali, yani kila kwenye mjumuiko wa watu wachawi wapo. Waganga sio kila mahali wapo. Waganga wana point, yani waganga wana station. Yani waganga kuna mahali wanakuepo pointi mbalimbali wamewekwa. Mfano kwenye kila kijiji kuna mganga. Wewe ushakwenda kijiji gani alafu ukauliza tu kuna mganga kienyeji wakakwambia hayupo? Umeshakujiuliza kwa nini? Kwa nini kila sehemu kuna mganga wa kienyeji? Ndio maana nimekuambia ni wakala, ile ni point, yani ile ni mnara. Unavuna minara imekaa, minara ya simu, na waganga ile ni minara ambayo inawasiliana. Sasa katika engo gani wao wanajua, kama na wakuu wa anga, kama na wasaidizi, kama na nani, kutokana na utawala wa shetani jinsi ulivyo. Nini kinasababisha unateseka? Namna uchawi unaofanya kazi. Sawa. Sasa wachawi hawa sasa ndio wapo kila mtaa, makanisani, kwenye mikusanyiko wa watu, shuleni, yani kila ulipo, kila kwenye watu wawili watatu wachawi wakosekana. Sasa hawa ni mawakala wengine. Hawa ndio wanafanya zile vurugu za kila siku masaa 24, ni hawa wachawi. Naanza kunielewa vizuri sasa. Kwa hiyo wachawi ndio wanaleta magonjwa mbalimbali, wanaleta kuharibu mimba za watu, wanaleta kuharibu maisha ya watu, wanafunga watu. Yani ndio kazi wanayofanya. Hakuna kazi nyingine. Wanaua, wanakula nyama za watu. Hiyo ndio kazi wanayofanya wachawi. Kila kukicha hiyo ndio agenda yao. Yani agenda tunaenda wapi? Wanalimisha watu, peleka watu mashambani, wanawauza watu, wanawafunga watu mahali mbalimbali, kwenye mapango, wanakamata nafsi za watu. Yani hawa ndio wenye vurugu wakubwa wanachawi. Katika renki ya shetani hapa tunafika mwisho. Kwenye renki ya shetani hapa tunafika mwisho. Kwa hiyo tukianzia ngazi ya chini, kuna kitu sijakitaja hapa, kuna kitu washirika sijawataja. Nimesema hapa ni nani? Nazungumzia kwa habari ya nani hapa? Waganga kama maagent, mawakala, ambao kuna waganga alafu kuna wachawi. Alafu mwisho nimesema kuna washirika. Washirika ni yakina nani? Hawa nitawasema mwishoni. Naenda hapa katikati. Twende pamoja sasa. Sasa nini kitakutesa na wachawi? Hawa ndo hawanaga hata shida na mtu awe na kitu asiwe na kitu. Ili mradi tu upo kwenye eneo lao, watataka wakujaribu, watataka wakumiliki,
watataka wakushambulie. Yaani hao wanakushambulia ili mradi, hawanaga sababu. Mimi mbona wananitesa hivi? Ndugu yangu, hao hawanaga sababu. Kwa sababu hiyo ndio kazi. Kazi ya shetani nini? Kuua, kuharibu na kuangamiza. Kuua, kuharibu na kuangamiza. Kwa nini? Maana yake anataka akuharibie. Sasa kukuharibia kwake, anataka uwe mshirika wake. Hasa hilo ndilo kusudi la shetani. Sasa nini huwa kinatokea? Naanza na hapa chini kwenye ngazi ya uchawi. Mfano mdogo. Mchawi anakuja, amekamata maisha yako, amefunga tumbo lako, unashindwa kuzaa. Nini kinatakiwa kifanyike pale? Wewe utahamaki kama haujasimama vizuri na Mungu. Unaanza kufikiri kwenda kwa nani? Kwa mganga wa kienyeji. Unaona hiyo? Unaona hiyo cheni jinsi ilivyo? Yaani siwezi kukubali. Mbona mundani kuna mauzauza? Mbona bati linalia kila siku? Mbona paka waishi kulialia? Unaanza kufikiri kwenda kwa waganga wa kienyeji. Ukienda kwa waganga wa kienyeji, umeenda kwenye mnara wa shetani. Unasajiliwa pale. Ukishasajiliwa, taarifa zinaanza. Unataka nini? Unapewa dawa. Ukipewa dawa, agano limeanza. Umetoa fedha ya sadaka, tayari umejiunganisha kwenye lile agano la sadaka. Kitendo kile tu cha kwenda kwa mganga akakupa dawa ukatumia, iwe umeoga, iwe umekunywa, iwe umechoma, iwe umepuliza, iwe umefukia, umeshaenda kwenye mnara, umesajiliwa. Umeona hiyo hatari? Hiki ndio kinachokutesa, na ndivyo uchawi unaofanya kazi katika maisha yako. Labda ulikuwa ujui. Hasa hapo umeenda wewe mwenyewe. Kwa hiyo jinsi unavyoshiriki kwa waganga, ndivyo unavyozidi kujisajili, ndivyo unavyokuwa imara kwenye madhabahu ya giza. Umejisajili wewe mwenyewe. Kwa hiyo ujue kabisa taarifa yako kwa Lucifer ipo. Hata kama ulikuwa ujui, leo nakwambia. Chanzo nini? Mchawi kaja kwako, haupo imara, umerogwa, umerogeka. Nitakufundisha namna ya kufanya ili usirogeke. Umeenda umerogeka, umemkimbilia mganga wa kienyeji, mchawi kakutitifua, hujamjua, umeenda kwa mganga wa kienyeji, mchawi wa stage ya pili, yeye anakuja kukusajili. Tayari umeumia. Kwa hiyo kuna watu wanapambana na wachawi. Yaani level ya kupambana na wachawi ni kubwa sana, na mtaani ndio kuna level hii. Yaani namaanisha mtaani, kwenye jamii hii ndio kuna level kubwa sana. Yaani level kubwa ya uharibifu iko hapa. Level kubwa inayo kutesa wewe iko hapa. Yaani kazi kubwa ya shetani ipo kwa wachawi. Kwa sababu hawa ndio wanavuruga hali ya hewa huku mtaani. Kila ulipo wewe wapo. Umeenda tu kwa nani? Katoto kangu kanaumwa, homa tu. Homa. Mama babana, basi chukua dawa fulani, nitakuletea dawa ya kienyeji. Umechemsha, umemuogesha mtoto, amekaa sawa. Unajua ile dawa ilikotoka. Umeshasajiliwa. Shetani sio mpumbavu kwamba akwambie mimi ni shetani ili ukimbie. Lengo la shetani pamoja na kuua, kuharibu na kuangamiza. Hapa kwenye kuangamiza hapa, anataka akupeleke kwenye ziwa la moto, sio kuangamiza tu vitu vyako. Kwa hiyo anakusajili kwake kisirisiri bila wewe kujua. Anakubatiza kisirisiri bila wewe kujua. Anakupiga mihuri na chapa zake kisirisiri bila wewe kujua, kwa maneno laini na matamu ambayo ukiambiwa wewe utakubali. Njoo tukuchanje chale, alafu tukuwekee dawa. Ni kweli utapona. Pengine ungeweza kupona bila hata kuchanja chale, lakini umeshapigwa chapa ya nani? Ya shetani. Chapa ya shetani ni chapa mpinga Kristo. Usijue kasahau hilo jambo. Kwa anakupiga chapa, unazoea chale kila sehemu. Kwa hiyo ndugu yangu, kama umechanja chale, wewe ujue tu kwamba una chapa ya shetani. Yaani hilo hakuna mjadala. Wewe kama umechanja chale yoyote, ndugu yangu mpendwa, ujue kabisa una chapa ya shetani. Una muhuri wa shetani. Kakuchanja mama yako, kakuchanja mdogo wako, kakuchanja rafiki yako, akakupaka dawa, kakuchanja mganga. Yoyote aliyekuchanja huyo ni wakala. Awe anajua ama ajui. Wapo mawakala hawajijui, lakini mawakala. Tutaenda kuendelea tu mbele ya safari. Kwa nataka nikufundishe jinsi uchawi unaofanya kazi, na ndio maana tunahangaika na maombi na maombezi, kwa sababu watu wengi hii elimu hawana. Yaani hiki ninachokufundisha leo watu wengi hawajui kinafanyaje kazi.
Ndio maana wanateseka kwa sababu ya kutokujua. Watu wengi wanasema mimi nimekosa nini, mimi nimefanya nini, mbona unanitesa namna hii? Ni kutokuelewa tu. Ile ni kazi maalum, ni operation maalum ya shetani ili akukamate wewe, ni operation. Kwa hiyo haijalishi wewe wana kitu wanakitaka hawakitaki, yani kule kukuvuruga. Wanakamata nyota yako, wanakamata mume wako, wanakupa stress, yani wanakuvuruga ili uende kwao. Utakapoenda kwao ndipo wanakusajili. Kinachotafutwa pale ni usajili, na usajili ule ni wa lazima, lakini ni wa siri. Kumbuka hilo neno, unatafutwa usajili, na usajili ni wa lazima, lakini wanafanya siri. Ila wengine wanajitolea kuwa kujilipua, wanasema wanajilipua, wana volunteer kuwa mawakala wanaojitambua kabisa. Yani yeye ameshajisajili kwa kujua mwenyewe kwamba yeye ni wakala na anafurahia na anataka kusajili wengine wakiwa wanajua. Kwa hiyo kuna watu wanasajiliwa wakiwa wanajua, alafu kuna watu wanasajiliwa wakiwa hawajui. Tuko pamoja hapa? Namzungumzia hapa mchawi na mganga wa kienyeji. Kwa hiyo kwenye hii relation, kwenye haya mahusiano ndipo watu wengi wanapoteseka, watu wengi wanapohangaishwa. Ni hapa. Hapanaga sababu uwe nacho usiwe nacho hapa. Ndio maana kuna watu wamekamatwa na nguvu za giza. Ukiwatazama hawana maisha yoyote, lakini wamekamatwa na nguvu za giza. Maana yake ni nini? Wamekamata kilichomo ndani yake, asivuke kwenda mbali. Na unapokuwa hauvuki, unapoteseka, nisikilize, unapokuwa unateseka, unaweza ukapata dhambi hata ya kusengenya. Unaweza kupata dhambi hata ya kumnungunikia Mungu. Hiyo ndio kazi ya shetani. Lakini ukiwa uko vizuri, shetani sasa unaweza kumsifu Mungu. Ndio maana Ayubu aliingia kwenye matatizo kwa sababu hiyo. Shetani alimwambia Mungu kwamba huyu anakusifu kwa sababu umempa vitu. Unaona kitu? Shetani anajua kwamba ukiwa na vitu uta relax. Kwa hiyo anakuminya makusudi ili uanze kumkufuru Mungu, ili uanze kumkataa Mungu, ili uanze kumsema na kumsengenya Mungu, ili uanze kuwa mkorofi katika ulimwengu. Sasa ule ukorofi ukiacha kufanya toba, umeenda wapi? Kwa shetani. Kwa sababu dhambi ndio inamsajili mtu. Kwa hiyo kila unapotenda dhambi unasajiliwa. Sasa ndio maana nasema kifo, jitahidi uwe ufe katika kifo chema. Yaani utakufa jina lako lilikuwa limesajiliwa wapi? Ukiyatenda mema unasajiliwa mbinguni, ukitendea mabaya unasajiliwa motoni. Hapa ana mtihani mkubwa sana, kwa sababu unaweza kutenda mema miaka na miaka, ila ukatenda dhambi mara moja tu ukaangukia motoni. Inawezekana hiyo. Usichukulie kitu ambacho ni cha mchezo. Kinawezekana. Yaani mbinguni hakuja kusema, hakuna kusema mimi nilifanya kazi ya kumtumikia Mungu miaka mingi, nimeingia kwenye uchawi mwezi mmoja tu naenda motoni. Umeenda ndugu yangu. Kama bila rehema ya Mungu unaenda. Kwa hiyo ujue kabisa tunapaswa kuishi maisha ya utakatifu wakati wote. Wakati wote tuishi maisha ya utakatifu. Kwa hiyo hapa utagundua kwamba shetani ni kwa jinsi gani anatafuta watu kuwateka. Shetani kwa jinsi gani yuko makini. Shetani ni kwa jinsi gani anasaka kila mmoja. Kwa hiyo anakuletea ugonjwa ambao wewe unahangaika na hospitali. Unapohangaika hospitali, ndio maana ukimkataa shetani anaweza kweli usiingie kwake, lakini ukafa na magonjwa. Kwa sababu amekutesa na kwa magonjwa, haujaenda kwa waganga wa kienyeji, haujaenda kwa washirika wake kwa kusajili, unahangaika na hospitali, anasema huyu amegoma na muua. Matokeo yake magonjwa yanakuua, unauawa na magonjwa. Unaweza kwenda mbinguni, lakini hapa duniani umeteseka kwa kukosa nini? Maarifa. Ungeenda kwenye maombi, ungeenda kwenye maombezi, ungepona. Sasa hatari ni nini? Hatari ni kwamba makanisani mawakala wapo. Tena zama tulizonazo, wale waganga naokuambia ndio wapo kanisani. Kwa hiyo ni vizuri kuchukua hatua. Ni vizuri kutaka kuelewa. Ni vizuri kuitafuta njia. Ni vizuri kujua wapi ni sehemu sahihi. Ni vizuri sana. Ni vizuri sana. Jaribu sana kuepuka vitu vinavyoibuka kusikojulikana. Mungu anainua watu ni kweli, lakini jaribu kuepuka ama jaribu kuwa makini na vitu ambavyo vinaibuka tu pap. Vifuatilie. Leo Mungu atamuinua mtu. Mungu hainui mtu ghafla, lakini wewe unaweza kumuona ghafla ila huyo hajainuka ghafla. Fuatilia nyuma. Huyu ni nani?
Mfuatilie, utagundua huyu anaweza kuwa ni kweli, huyu anaweza kuwa si kweli. Yaani kuna watu huduma zimeibuka, lakini ukifuatilia nyuma hawaonekani, chanzo chao hakijulikani, yaani chanzo halisi ni nini? Sasa hapo tafute Roho Mtakatifu, hivi hapa huyu mtumishi ambaye naabudu kwake, maana watu wengi wanaabudu kwenye makanisa mbalimbali. Ninafurahishwa na watu kuwa na imani ya Mungu, lakini je, hapo ambapo wewe unapoamini ni kwa Mungu ama ndio kwenye ule mnara niliokuambia? Wapo na wengine wanafanya vitu waziwazi. Nimekwambia epuka vitu hivyo, epuka vitu vinavyouzwa, epuka huduma ya kuuza. Mungu hauzi huduma. Kwa nini? Ndio sehemu ya mawakala. Kwa hiyo kazi ni kwako. Wanasema kupanga ni kuchagua. Mimi kazi yangu ni kukufundisha uchawi unaofanya kazi. Kwa hiyo hata ukienda ukisema mimi naendaga kanisani, kama ukiangukia kwa kanisa ambalo ni wakala, umeisha. Utapona mambo yako. Kama wanaenda kwa waganga, wanapona vile vile. Wanaumwa matatizo mbalimbali, wanapona vile vile. Na wanafurahi wakiwa wamepona, lakini wameshapigwa chapa. Wameshasajiliwa wapi? Kuzimu. Jina linasoma, huyu ni wa kwetu. Ndio hasara. Sio usichukulie tu kupona, sema nimepona. Kupona si dhamana ya wewe kwenda mbinguni kwa sababu umepona. Kuombewa ukapona sio dhamana kwamba ulikuwa sehemu sahihi. Lazima ujue anayeniombea ni mtu sahihi. Sasa unajuaje? Hii nimekuwa nikieleza kila wakati. Hii ni kazi ya Roho Mtakatifu, sio kazi yangu, sio kazi yako. Roho Mtakatifu atakwambia huyu ni mtu sahihi, na kuna dalili na viashiria ambavyo vingi tumevisema. Hata hapa narudia. Ukianza kununua vitu vya uponyaji, ukiona vitu vya uponyaji vinauzwa, tayari tatizo. Kwa nini tunazungumzia haya na kufundisha jinsi uchawi unaofanya kazi? Kwa hiyo uchawi unawezekana kwa mganga umeenda ukasajiliwa, ama ukaenda kanisani, kanisa ambalo msingi wake sio Yesu, kanisa ambalo msingi wake ni kuzimu. Na hayo makanisa yapo mengi. Ni makanisa kweli, yana misalaba kweli, yanataja jina la Yesu kweli, lakini msingi ni kuzimu. Ndio maana Yesu anasema kuna watu watasema tulitoa pepo kwa jina lako, watasema siwajui. Ilikuwaje wanatoa pepo kwa jina la Yesu alafu Yesu anasema siwajui? Moja ya vitu ambavyo vitakuwa vinasababisha ni hiki, kwamba wewe ulitoa pepo kwa jina langu, lakini msingi ndani yako haukuwa mimi, ulikuwa ni kitu kingine. Ulikuwa unataja kwa jina la Yesu ili kuwahadaa watu wajue kwamba anataja Yesu, na watu wakahadaika wakakufuata. Kwa hiyo maana yake hilo kanisa na waamini wake wote ziwa la moto. Jinsi uchawi unavyofanya kazi. Kwa hiyo utakuta unataabika. Sasa uchawi sio lazima ukutese. Uchawi unaweza kukufurahisha kama ulikuwa ujui. Sasa kama umeenda kwa mganga, ulikuwa una homa ukapona, hivi hapo umeteseka ama umefurahishwa? Umefurahishwa, si ndio? Unasema mimi niliteseka sana, nimeumwa sana, bila mganga fulani mimi nisingetoboa. Umefurahi, umepona, lakini huo ni uchawi, umeshasajiliwa. Mwisho wa siku wewe ni wa shetani. Kwa lazima kuzingatia. Usifikiri uchawi kazi yake ni kutesa. Mimi ndio maana nasema namna uchawi unaofanya kazi. Na kwa nini unarogwa? Ama kwa nini watu wanateseka na uchawi? Kwa hiyo narudia tena, uchawi sio lazima ukutese. Uchawi unaweza kukufurahisha. Vile vile kuna wachawi wanaruka usiku wanafurahia, na kuna wachawi wanaruka usiku wananungunika na kuteseka. Wameingia kule wasijue, wakakutana na mambo mazito, kutoka hakuna. Wanaongea kutoka. Wapo watu tunawahudumia wengine, watu mbalimbali. Hata ukiuliza watumishi wengine watakwambia kuna watu tunawasaidia kuwatoa kwenye hilo lindi la kuruka usiku la kichawi. Wanasaidiwa kutoka. Kwa hiyo ni vizuri kuelewa hili somo vizuri. Hiyo ni Lucifer. Hawa washirika hawa nataka niwataje mwishoni kabisa. Lakini kuna watu ambao ni watumishi wa Mungu. Sisi ambao tunafanya kazi ya kumtumikia Mungu, mapambano yetu yapo kwenye renki karibu 3. Lakini renki zote ni za juu, kwa sababu sisi tunakomboa watu. Unapoombea watu wanafunguliwa. Unapovunja madhabahu za watu zinaharibika. Manake mimi nadili zaidi na mawakala ambao wachawi, waganga, wakuu wa anga na grade ya kuzimu yenyewe, bahari ya kwanza mpaka ya 7. Inategemea tu niko katika renki gani ya huduma. Yaani huko ndiko ninakocheza. Unaona ni jinsi gani ni hatari kumtumikia Mungu.
lakini neema, kwa sababu Yesu anatupa neema, tunaweza kufanikiwa. Ni hatari sana, lakini kwa sababu ya neema ya Kristo tunaweza. Kwa hiyo sisi tunapigana na wachawi. Hawa watu wadogo wadogo si watusumbui. Yaani hawa washirika, mimi sisumbuki na mshirika. Mimi mshirika akinitesa nitakuwa nimefanya uzembe wa hali ya juu sana. Kwa sababu Yesu ameshanipa neema ya kujua kwamba ni washirika, kuna namna ya kuwaepuka. Hawa mimi nawaepuka tu. Yaani vita ya mshirika kwangu haiwezi kuwa ni vita kubwa kutokana na jinsi Yesu aliponipa neema. Ndio maana mtu yote, yani ni sawa kusema, tuseme nini? Tuseme chukulia labda mkuu wa mkoa. Hasa mkuu wa mkoa anaweza akashindana na mwizi wa mtaa. Inakuwaje? Sasa mwizi wa mtaa anamfikiaje mkuu wa mkoa? Mkuu wa mkoa ana ulinzi tayari, mpaka umfikie pale kuna walinzi wengi sana toka umpita mpaka umfikie mkuu wa mkoa. Kwa daraja la linki yake ndiko atakao pambana. Unaona jinsi ilivyo. Na kwenye utumishi iko hivyo hivyo. Hawa washirika yani wako chini mno. Sisi hatudili na hawa washirika, wanadili sana na watu ambao ni washirika wa mtaani tu huko chini. Yani hao ndio wanadili nao. Ndio maana nimekwambia naweka kwa mwishoni. Kwa hiyo unaona sasa sisi tunapambana na hawa wachawi. Tukitoka kwenye wachawi tunaenda kwa huyu mganga wa kienyeji mwenye madhabahu, tunavunja madhabahu zake. Sasa hapa pana vita. Hii ni renki pia. Ukipiga hapo unaenda kwenye renki nyingine. Ukipiga unaenda madaraja mpaka nafikia mtumishi anapambana na Lucifer mwenyewe. Ikifikia hapo ukapambana ukashinda, basi wewe unakuwa tena umeshindikana. Hawezi kurudi tena na wewe. Kwa hiyo ni renki ya kitumishi. Ni renki, kila mtumishi ana renki ambayo Mungu amemweka aweze kupambania hapo. Na kila renki ambayo Mungu anakuweka ana hakika utashinda, kwa sababu lengo ni kushinda. Ndio maana Yeremia aliambiwa watashindana lakini hawatashinda. Nimekufanya kuwa mji wenye boma. Yaani Mungu ndiye anatulinda. Kwa hiyo mimi siwezi kupigana na vita ambayo siwezi. Haiwezekani. Yaani Yesu akininyanyua pigana na bahari ya 3, ujue naweza kupigana na bahari ya 3. Akisema piga bahari ya 7, maana yake level aliyoniweka anaweza kupiga bahari ya 7. Sasa hii ndio renki tofauti kwa watumishi. Sio renki kubwa wala ndogo. Ni namna tu unavyotakiwa kulinda ule ufalme wa Mungu. Mungu amekunyanyua ulinde ufalme wake kwa level gani? Kila mmoja na level yake. Kwa hiyo kwa Mungu anaweka kila mtumishi wake, kaa hapo linda ufalme wa Mungu, kaa hapo linda ufalme wa Mungu. Tunaenda level mbalimbali. Ila mtumishi yoyote anayekaa madhabahuni, elewa tu kwamba renki yake ni kwenye wachawi mpaka Lucifer, sio huku chini. Kama anapigana huku chini, manake yani anapigana kitu ambacho sio lazima apigane, kwa sababu tayari Mungu ameshamwekea ulinzi mkubwa sana na hii renki ya chini. Ambao nasema washirika, nitakwambia washirika ni watu wadogo ambao wanatesa watu wengi sana. Na watu wengi ambao tunakutana nao sisi, chanzo chake ni hao washirika. Yaani hapa wachawi na washirika. Hawa washirika, kabla sijaenda kuelezea huko mbele, ni watu ambao wana sababu maalum ya kukutesa, ndio washirika. Mchawi sio lazima awe na sababu. Anaweza kukaa mtaani akataka kutesa tu watoto wa nyumba hiyo. Chaga mtoto analia, sasa mtoto analia kafanya nini? Sikashazaliwa. Si yupo tu analelewa. Lakini kitoto kinalia kinyamazi, mwa nini? Wachawi ndio kazi yao. Ndio furaha yao. Wanakuja kuchezea hapo, wanakipaka vitu gani sijui. Ndio kazi anayoipenda. Wewe kule kutaabika kwake ndio matokeo yako, unaanza kumfunga mtoto madude hajulikani mkononi, madude makubwa mazito. Umemfunga mtoto mzigo shingoni, mzigo tani za vitu. Unaona kiona kitu kidogo, umepewa tani ya mapepo. Yaani kinzani cha mapepo, anakuletea pepo ambalo linaweza kupigana na pepo linalokutesa. Na ni mfumo tu ameuweka makusudi. Unatengeneza shida alafu unaitatua. Ndio mfumo wa kipepo jinsi ulivyo. Ni ufalme unajuana kabisa kwamba huyu kapewa jini gani? Jini kulialia, wanaletea jini kunyamazisha. Nimekupa mfano tu. Sio kama ni vitu halisi. Kwamba wanakuletea jini kulia, alafu ukienda kwa mganga anakupa jini kunyamazisha. Kwa hiyo ananyamaza. Umeona kinachotokea hapo? Wewe unasema nimetibiwa. Ni kweli umetibiwa, lakini ni chanzo shetani. Yaani hivyo vyote tatizo ni la shetani na solution ni la shetani. Lengo nini? Ukae kwenye chapa yake. Hiyo ni kitu shetani anapenda. Ndio maana yani ingetokea kwamba watu wanasema tumeamua kuwa wa shetani, hii dunia usingesikia na vita. Yaani tuseme tu tumeamua wote kuwa wa shetani. Sasa vita nini kati shetani kashajitwalia utukufu wake? Vita ni kwa sababu shetani anapambana na Mungu. Anataka wajaze watu kwake, afu kuna watu hawataki, ndio anawavuta. Ndio maana shetani hahangaiki na mtu ambaye ni wa kwake, hahangaiki naye. Yeye ni wa nini? Ila ukishaanza kumnyanyua yule mtu atoke kule, ndiko vita inaanza. Yaani mtu anaweza kuwa na mapepo, anayo tu miaka yote, ila kwa sababu yupo huko hateseki tena. Ila ukianza kuomba, umeanza kusiganisha mambo.
Umeanza kupeleka moto mahali ambapo hawataki moto, ndipo vita inapoinuka. Leo hii nakuombea mapepo yanalipuka. Pengine tangu uzaliwe mapepo hayajawahi kulipuka, kwa sababu ndipo huko kwa shetani ndiko uliko. Sasa anahangaika na wewe wa nini? Utamfukuza kuku kwenye banda lako na unaenda kumchukua tu, unamuokota tunasema, si ndio? Kwa ndio kazi ya shetani. Kwa unaweza kuona umerelax tu, maisha yanaenda vizuri, kumbe tayari upo kwenye mfumo. Sasa ukishoka kwenye mfumo, shetani hangaiki na wewe. Kwa kuna magredi mbalimbali, kuna madaraja mbalimbali ya uharibifu. Hiyo ndio kazi ya shetani. Elewa kwamba kazi yake ni kuharibu, na ndivyo uchawi unaofanya kazi. Kwa unapoona unateseka na magonjwa, ni kwa sababu shetani aidha anataka ujiunge kule ambako akuwekee chapa yake, akuwekee muhuri wake, akuwekee vitu vyake. Shetani anataka hicho. Aidha anataka akukomeshe, kwa sababu labda baba yako ametutesa sana, ngoja nikukamate wewe nikuue. Sasa kisha kuua amefurahi. Sio kila anayekufa kifo cha shetani anaenda motoni, mwingine anakwenda mbinguni. Unaweza kuteseka na shetani ukamkataa, ukasema mimi namkataa shetani, namkataa na mambo yake yote. Unakiri imani kwamba simtaki shetani na kuua, niue. Ni heri anayeua mwili kuliko yule anayeua roho. Shetani hawezi kuua roho ya mtu, anaua mwili. Ili unapomkataa Mungu, maana yake umeiua roho yako. Umeiangamiza roho yako. Umeipoteza roho yako na nafsi yako. Hiyo ndio tatizo. Lakini mimi nikisema nampenda Kristo ukaniua, sasa si ndio unasikia mashahidi wa imani? Si ndio hao? Wafia dini. Nini maana kufia dini? Unasema mimi siwezi kumkana Kristo, hata kama mkinichinja siwezi kumkana Kristo. Maana yake unachinjwa, unateseka na shetani. Shetani anakutesa kwa kifo au kwa magonjwa. Nasema hata niumwe namna gani, hata nilale kitandani miaka mingapi. Kuna watu wanaambiwa kabisa ukimkiri shetani umepona. Anasema mimi simkiri shetani, acha nife. Maana yake nini? Amechagua kwenda mbinguni. Kwa hiyo shetani anaweza akakutesa lakini ukaenda mbinguni. Sasa watu wengi wanateswa na shetani alafu wanaenda motoni. Sasa kuna faida gani? Kwa nini uteseke? Maana shetani anataka umkiri, umwabudu. Ndio maana hata katika majaribio ya Yesu kule alipokuwa katika kufunga kwake kule jangwani, kuna mahali Yesu aliambiwa na shetani, ukiniabudu nakupa vitu vyote duniani. Unaona shetani anachokitafuta. Sasa kwani tukimwabudu shetani tatizo liko wapi? Tatizo lipo tena, tatizo kubwa. Utakuwa umemkataa Mungu, umemwabudu nani? Shetani. Lakini anaichukulia kama kawaida, yani ni kama kamtego fulani. Kwani ukiniabudu mimi nikakupa mali, kuna tatizo gani? Unaona jinsi ilivyo? Wewe unasema hilo tu. Yaani mimi kutoa sadaka ya ng'ombe nikapata magorofa imekuwa shida. Umeingia kwenye usajili. Ukishaingia kwenye usajili tayari jinsi uchawi unaofanya kazi kwenye maisha yako. Sasa nitarudi baadaye ukijua. Twende kwa watu wanaitwa washirika. Washirika ni wakina nani? Mshirika ni yoyote yule ambaye ana hasira, ana kisasi, ana chuki na mtu fulani. Huyo ni mshirika. Yaani hiyo ni washirika wa nguvu za giza. Anaweza kuwa Mkristo, kaokoka, ila tu kwa sababu fulani ananiuzi, au kwa sababu fulani anasababisha, yani akitoka pale ile nafasi inachukua mimi. Huyo ni mshirika. Sasa hawa nimekuambia wanatesana huku chini. Upo kazini, umepewa kazi ya umeneja. Alafu kuna mtu anajua kabisa ukiondoka wewe anakaa yeye. Sasa huyu anaenda kuzitafuta hizo nguvu za giza. Yeye hana hizi. Ndio anaenda kwa waganga, ama bibi yake si babu yake mchawi, anakwenda kulalamika. Bwana fulani bana pale kazini yeye analipwa mshahara mzuri sana, lakini tukimuondoa yule, labda akifa ama akipata magonjwa ama akipata ugonjwa ambao hawezi kupona, akitolewa tu pale mimi nimekaa. Hawa anaita washirika, ndio wanakutesa wewe. Kwa hiyo unaweza ukaona umetoka kazini, labda tu umeumwa, ukasema dada niliumwa bwana, nikapata ajali, nikaugua, basi kazini wakaona kwamba nipumzike kwanza. Wewe ndivyo ulivyoona. Kumbe mwenzako ameenda kuitengeneza hiyo ajali kwa makusudi kabisa ili akae kwenye nafasi. Jinsi uchawi unaofanya kazi. Kwa hiyo tunapoombea watu tunakutana na hizi kesi tunazosema hapa. Sio kama vitu navyoongea na neno la Mungu liko wazi. Naona tu hapa muda kama utoshi, nitakusomea sehemu kwamba kwa nini tunapambana na shetani. Vita yetu sisi iko wapi? Sasa hawa washirika ambao nakwambia, washirika sio mawakala. Yaani anasema tu ngoja nimkomeshe ule. Anajifanya anazaa watoto mapacha, ngoja ni waue watoto wenyewe. Yaani huyu ana hasira tu, anaenda kwa mganga wa kienyeji ama anaenda kwa mchawi, anapewa uchawi anautumia. Alafu ni sengine ni plug and play. Anaweza akatumia mara moja akaacha, lakini ni mshirika.
Ukishatenda kitendo cha namna hiyo, umesajiliwa kwamba umeshiriki kwa namna moja ama nyingine. Unaona jinsi uchawi unafanya kazi. Sasa walio wengi hapa ndiko kunakowatesa. Ulikuwa na kibanda chako, una kaduka kako kadogo, unauza vizuri, mtu moyo unamuuma, anasema kwa nini anauza? Unaona jinsi ilivyo. Chuki inamsababisha anamtafuta mganga wa kienyeji, nataka nimkomeshe yule anauza sana. Anapewa vya kupewa, kama ataenda makaburini mimi sijui, kama ataenda njia panda mimi sijui, ataenda kwenye miti mimi sijui, ataenda kwenye matambiko mimi sijui. Lakini anakwenda kuharibia biashara yako. Anakwenda kuharibia elimu yako. Anajifanya anasoma sana. Anajifanya ana akili. Yaani kuna mtoto anakwenda kwa mama yake mchawi, anamwambia, "Bwana mama, kule kuna mtoto anajifanya na akili sana. Mimi sipendozi naye." Mama yake anakutengenezea bomu, anampa mtoto, anakuja kukupa kwenye chakula chako, unakula labda, matokeo yake unasema, "Mwanangu alikuwa anafaulu kweli, lakini siku hizi naona ameshuka." Ni bomu kashapigwa. Nani? Washirika. Hawa washirika wa uchawi ndio wanatesa watu wengi zaidi kuliko kitu chochote. Yaani idara ya chini. Sasa hii idara ya chini inafanyaje kazi? Shetani anapandikiza roho ya chuki, roho ya uharibifu. Yaani hapa shetani amewekeza kweli kweli. Wewe ulikuwa unywi pombe, shetani anakupandikizia roho ya kunywa pombe. Wewe haukuwa mzinzi muasherati, shetani anakupandikizia roho ya uzinzi na uasherati. Ulikuwa uvuti bangi, shetani anakupandikizia roho ya kuvuta bangi. Ulikuwa upendi mambo ya ushirikina, shirki, shetani anakupandikizia hivyo vitu. Yaani hapa shetani amewekeza sana, na ndiko watu wengi wanateseka. Ndipo nimesema hapa ni pahali pa chini sana. Na ndio vita ambayo watumishi tunahangaika nazo sana, ni hizi hapa chini. Yaani huyu kimemtokea hiki. Kwa hiyo hata huyu anasema, "Bwana yule pale simtaki pale." Ile tamaa tu ya kazi ni tamaa mbaya. Si uharibifu, chanzo chake nani? Shetani. Kwa hiyo mawazo yoyote mabaya ambayo mwanadamu anakuwa nayo, yeye anaona kama anawaza yeye jambo baya, kumbe ni shetani ambaye ameitawala roho ya huyo mwanadamu, amepandikiza jambo baya. Kwa hiyo kuwa tu na mawazo mabaya si ni dhambi. Usipotubu, ziwa la moto. Unaona kazi ya shetani ilivyokuwa mbaya, jinsi uchawi unaofanya kazi ndani ya mtu. Hiyo ni sehemu ya uchawi, kwa sababu amekupandikizia roho ya kutokupenda mafanikio mtu mwingine. Huo ni uchawi. Uchawi sio lazima kushika vitu kupuliza huko. Uchawi ni ile, nimekwambia uchawi ni nguvu ya kiroho mbaya, ndio uchawi. Sasa nguvu gani inafanya kazi vipi? Sio kuruka usiku tu ndio uchawi. Uchawi maneno, ndio maana hata kwenye uovu unashangaa. Yaani uongo Mungu ameweka sawa sawa na mchawi. Yaani adhabu ya muongo na ya mchawi inafanana. Maana yake yani ni sehemu ya vitu sawa sawa na uchawi tu. Kwa hiyo ukiona una mawazo mabaya kwa mtu mwingine, wewe ni mchawi. Kwa sababu ndani yako umepandikiziwa hiyo nguvu ya giza ambayo ndio asili ya uchawi. Kwa sababu uchawi asili yake ni Lucifer mwenyewe. Ndio anatengeneza vitu, si ndio tunaita uchawi, wengine wanaita magic. Kila mtu anaita kitu cha kwake, ni uchawi. Sasa hawa kwenye washirika hapa kuna makundi mawili. Kuna washirika shirikishi, alafu kuna washirika wa kurithi. Yaani mimi na huduma yangu, anatoka mtu anataka anipige kimbola ili huduma niachilie, nianguke. Manake huyu ni mshirika, ananishirikisha uchawi wake kwa kunipiga. Alafu kuna mshirika ambaye amerithishwa uchawi. Yaani baba zake, babu wahenga walikuwa wachawi, wakaweka maagano majumbani huko, wakaweka maagano kwenye familia, wakaweka maagano kwenye koo. Jina lako likatajwa hata kama hujazaliwa. Ndio maana kuna ubatizo. Ubatizo unakusaidia sana kukuondoa na hayo maagano. Sasa hujabatizwa, maana yake ile maagano yanafanya nini? Yanakubeba. Lakini mwingine anabatizwa alafu anarudi kwenye yale maagano, maana yake ubatizo ule umefeli. Amekubali kubatizwa lakini baadaye amerudi kwenye maagano. Ama alibatizwa akiwa mdogo, baadaye amerudi kwenye maagano, maana yake umerithishwa yale maagano. Unaingia kwenye dhambi ya uchawi, ushiriki, huko kwenye ushirika huko sasa, lakini umerithishwa. Haleluya. Tunaenda kidogo kidogo. Kwa hiyo umerithishwa nini? Uchawi. Kutoka kwa nani? Babu, bibi, shangazi, mjomba, mama, hata jirani, hata walezi wanakurithisha uchawi. Wengine wanakupandikizia uchawi uweze kukutesa. Wamekamata uzazi, wamekamata uchumi, wamekamata maisha yako
ili hali tu uanze kwenda kwa waganga. Ukigoma kwenda kwa waganga unaondoka. Ama mwingine anakupandikizia uchawi kwa sababu ya chuki, kama nilivyokuwa nimekuambia, huku chini ndio kuna shida kubwa sana. Anajifanya mjanja, anifanya utayari kupata kazi nzuri, ngoja tumpe magonjwa. Wewe ndio kila ukilala, mama mgongo, mama tumbo, mama shingo, mama kiuno, jama. Yesu nisaidie, umekaa tu. Hakuna kitu cha namna hiyo. Umeshapandikiziwa kitu. Sasa mapandikizi haya yanatokana na mambo mengi sana. Ndio maana mwanzo nikakwambia nisikilize kwa makini. Ukilielewa somo hili, hivi vitu havitokutesa tena. Yaani ukielewa ninachokisema hapa, ndio maana sisi tunapigwa sana vita kwa sababu ya mambo haya. Kwa haitokutesa tena. Umeanika nguo nje, wamechukua, wampeleka kwenye uchawi. Wamekuunganisha. Yaani wanaweza kuunganisha wakawa mchawi kuruka usiku kabisa kwa sababu tu wamechukua nguo yako, haukutaka. Wamekuunganisha, umerithishwa. Ama umepata magonjwa, vizazi vimefungwa. Kwa nini? Wamechukua nguo yako, wameenda kuifanyia mambo mabaya, wakakufunga, wamechukua cha kwako. Unaona jinsi uchawi unaofanya kazi. Sasa kama ulikuwa uelewi, wewe labda unaanika nguo, unakwenda kuanua nguo, eti nguo hazijatimia, alafu kesho kutwa ile nguo unaikuta kwenye kamba na wewe unaichukua unaivaa. Tumia akili tu. Kwa hiyo unapoona nguo imepotea, usichukulie kawaida. Nguo kupotea ni kitu kikubwa sana. Kazi inaenda kufanyika na nguo ni kubwa sana. Uchawi unaofanya kazi. Sasa mwingine anaona anapoteza viatu, anachukulia kawaida. Nilienda sehemu fulani ukacheza mpira, viatu vyangu vimepotea. Una uhakika gani kama vimepotea? Inawezekana tukachukua kwa sababu maalum. Baada ya hapo mwaka mmoja, miaka miwili, unaanza kupata tatizo la mguu. Nini tatizo? Walichukua viatu vyako. Umepata ajali. Nini tatizo? Kuna kitu chao kilichukuliwa kikaenda kuunganishwa kwenye nini? Kwenye uchawi. Jinsi uchawi unaofanya kazi. Kwa hiyo ukielewa haya sasa utaanza kujua, kumbe ndio maana nilipoteza kaputula yangu. Kumbe ndio maana sketi yangu ilipotea. Kumbe ndio maana nguo yangu ya ndani ilipotea. Kumbe ndio maana kitambaa changu sikukiona. Kumbe ndio maana niliota kuna mtu ananiibia kitu fulani. Kumbe ndio maana niliota sisi nakula nyama. Maagano ambayo yanatokea huku chini. Unaweza ukaletewa tu chakula na mtu ambaye unampenda, chakula tu, anakuletea keki, kile unachokipenda, anakuletea samaki, amekuletea sijui chipsi, amekuletea sijui kuku, unakula. Kumbe tayari ndani yake ameweka uchawi. Ananuiza, maana uchawi ni matamko na manuizo. Ananuizia kitu fulani. Wewe unapokula umepokea agano. Ukilala usiku unaota nimekula sijui nyama. Kumbe tayari ulishalishwa agano la kichawi. Sasa umelishwa agano la kichawi, linaanza kukusumbua baada ya muda fulani. Hivyo ndivyo uchawi unavyofanya kazi. Najaribu kulifupisha hili somo lakini halili fupi, sijui kwa nini. Roho Mtakatifu atusaidie. Kwa hiyo unapozidi kufanya hiyo kazi, unapozidi kutokuelewa kwa habari ya uchawi, ndipo unapozidi kuharibikiwa. Sasa nini kifanyike ili uchawi usikutese? Cha kwanza, neno. Ulijue neno. Hiko ndiko cha kwanza. Kwa sababu kwenye neno kila kitu kimetamkwa. Ukienda kwenye Hesabu sura 23 aya 23 anasema hapana uchawi, hapana uganga. Vile vile Biblia inasema asionekane mtu apigaye bao. Asionekane mtu ampelekaye mtoto wake kwenye shiriki. Yaani Mungu anakataza uchawi kwa sababu ulikuwepo. Sasa kama Mungu amekataza uchawi, maana yake yeye ndiye mwenye kukusaidia. Neno uchawi limetamkwa sana kwenye Biblia. Nimetaka nikufundishe zaidi uelewe, alafu nikusomee aya chache sana kwenye Biblia ujue vita iko wapi. Tukisoma kitabu cha Waefeso sura ile ya 6 na kusomea aya ya 12 tu, inasema hivi: kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Nimesema wakuu wa giza, nikakwambia wakuu wa anga, majeshi ya wapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ndio ile renki ambayo nimekuambia kwamba kuna shetani na renki zake na watawala wake wengine, ndio hawa pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, ambao ndani yake wana mawakala ambao nimekuambia ni waganga wa kienyeji na wachawi. Sikilize vizuri hapo ulipo. Kama kuna wachawi alafu naweka ile somo, mwambie Mungu akufunike kwa damu ya Yesu, kwa sababu utakuwa unainua vita, utakuwa unakasirika. Wanajua wanachokifanya, wanajua sasa huyu mateka wetu anataka kutuchoropoka. Maana yake unaenda kuokolewa.
Lakini sambamba na hili nataka nikusomee kitabu cha, tukisoma Ufunuo wa Yohane sura ya 12, sura ya 12 aya ya 10, aya ya 10. Nitakusomea ya 10 inavyosema. Anasema, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, Yohane huyu anapewa ufunuo kutoka mbinguni, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake. Mbinguni kumekuwa wokovu, mbinguni kumekuwa na wokovu na mamlaka ya Kristo wake. Halafu anaendelea kwa kusema, kwa maana ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu. Kwa maana ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu. Nani huyo? Shetani. Ndugu zetu, mbingu inasema ndugu zetu ni akina nani? Mimi na wewe. Ametupwa chini mshitaki. Ndio haya nimekuwa nakwambia, ndisi uchao unaofanya kazi, ndio nguvu za giza hizo. Ambapo ukiendelea mbele anasema, yeye awashitakie mbele za Mungu. Yeye awashitakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Anashitaki nini shetani? Anashitaki dhambi unayoifanya. Lakini anaishitaki dhambi gani? Dhambi ambayo yeye mwenyewe ameichochea ndani yako. Kwa hiyo shetani anakuchochea uingie kwenye uovu, alafu anaenda kufanya nini? Kukushitaki. Unanielewa vizuri hapo? Unaona kazi ya shetani? Nimekuambia kazi yake ni kuua, kuharibu na kuangamiza. Anaharibu mambo. Alafu unaenda kwa waganga wa kienyeji, anasema huyu ni wa kwangu, sio wa kwako, kwa sababu chapa yake ni hii. Ana chale, ana hirizi, ana tunguli, amepigwa chapa za kila aina. Ana kila alama ya kichawi. Amekula dawa zetu, zipo kwenye tumbo lake, zinafanya kazi. Tulimponya huyu, alipata uzazi kwa mganga wa kienyeji. Anashitaki mchana na usiku. Kazi ya shetani. Kwa anapokushitaki manake anadai mamlaka kwamba huyu ni wa kwangu, sio wa kwako. Mshitaki. Hapa anasema ametupwa. Ukija kwenye aya ya 12 anasema, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu nanyi mkao humo. Yani bado mbingu inaambiwa ishangilie na wakao kwenye mbingu. Wapi? Kwenye ufalme wa Mungu. Halafu nini kinatokea? Kuna onyo chini. Anasema ole wa nchi na bahari. Wapi? Kwenye nchi na bahari. Nchi si ndio tunakanyaga? Bahari iko wapi? Si ndio hii bahari tulionayo? Anasema sasa ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu wa kufanya nini? Wa ulimwengu kufika mwisho. Yeye alishahukumiwa. Anasubiri tu siku ya mwisho. Alishahukumiwa. Kwa hiyo anasema ole nchi na bahari, kwa sababu ameshuka huku, ana ghadhabu. Ndio hiyo ghadhabu aliyokuwa nayo. Ndicho ninachokuambia, ndio anazalisha kila kitu kibaya ambacho unakiona. Kwa hiyo kila jambo baya unaloliona anayezalisha ni nani? Ni shetani. Ili nini? Uwe kwenye kundi lake, akusajili kwenye kundi lake. Unapaswa kuelewa hilo. Unapaswa kuelewa hilo. Kwa hiyo tunaona kumbe tunajifunza hapa, lango la dhambi ni shetani mwenyewe. Lango linalokutaza kwenye dhambi ni shetani mwenyewe, sio kitu kingine. Kwa hiyo ili ufanikiwe, uepukane na roho za kichawi, lazima kumtafuta Mungu kisawasawa. Lazima kuishi maisha matakatifu ili shetani asipate uhalali, kwa sababu unapomruhusu Yesu afanye kazi ndani yako. Ndio maana tunapokuombea tunakuambia uishi maisha ya wokovu, uishi maisha ya utakatifu, uishi maisha ambayo yanampendeza Mungu, ili akuprotecti, ili akulinde kwa jina lake, kwa damu yake, kwa malaika zake, wakulinde kwenye kila hatua. Kwa shetani akikuletea jambo baya, Roho wa Mungu anakuambia hilo jambo ni baya, usilifanye. Ukishaishi maisha hayo, wewe kama huwezi kurogeka wala huwezi kushambuliwa. Labda Mungu aachilie wewe ushambuliwe kwa ajili ya kujifunza jambo fulani ili uvuke, labda kwa sababu hiyo. Lakini kinyume cha hapo, wewe huwezi kushambuliwa. Hawezi kushambuliwa kwa sababu anayekulinda ni Kristo Yesu mwenyewe, ambaye alishamfurumusha shetani. Anajua hila zake, anajua mbinu zake, anajua kila kitu chake. Anajua. Kwa hiyo unapokabidhi maisha kwa Yesu, maana yake wewe umekubali ulinzi. Umekubali kuwa protected. Umekubali majeshi ya malaika wa mbinguni ya kulinde dhidi ya mapepo wabaya. Hawa malaika waasi
walishapigwa huko mbinguni, hawana ubavu wa kupambana na mbingu. Ndio maana unapotamka jina la Yesu wanalijua, unaposema damu ya Yesu wanaijua, unaposema malaika wa Bwana wanawajua, unapomsema Yesu mwenyewe wanamjua, unaposema Mungu mkuu wanamjua. Yaani wanajua hiyo sio vita ya kuchezea, kwa sababu walishapigana wakiwa huko. Sasa mtu anayepigana akiwa ndani ya nyumba na akipigwa nje ya uwanja, wapi kuna nguvu? Anayepigania ndani ana nguvu kwa sababu bado yuko ndani. Sasa nikisha kutupa nje unapambana na mimi niko ndani huko nje, maana yake uwezi tena hiyo vita. Ndicho shetani alichofanywa. Amepigwa, ametupwa chini, anahangaika huko chini kuwatafuta watu kuwashirikisha kwenye dhambi wapate kuondoka, wapate kutekwa, wapate kufa katika dhambi, waende kuchomwa kwenye lile ziwa la moto. Ndicho kitu shetani anakifanya. Kwa hiyo ili wewe uepukane na hii, acha dhambi. Fanya toba, acha dhambi. Yaani chagua kuacha dhambi na kufanya toba. Yaani mtu yoyote ambaye amechagua kuacha dhambi na akafanya toba, manake amechagua kukataa uchawi, amechagua kukataa mateso, amechagua kukataa mahangaiko. Sharti ni kuishi maisha ya Kikristo. Kwa shetani anaweza kukujaribu kwa mambo mengi sana. Endelea kusimama kwenye msimamo wako. Sio kwamba unapochagua ukafikiri unaweza ukarelax tu. Yanaweza kutokea mambo ya mapingamizi, inaweza kutokea vita, inaweza kutokea kisasi, lakini Mungu anasema vita sio ya kwenu. Kisasi sio juu yenu. Yeremia anaambiwa nini? Watashindana lakini watashinda. Kumbe kuna kushindana. Kwa unapomchagua Yesu, sifikiri kwamba mashindano hayapo. Yapo. Kwa hiyo simama kwenye ushindi. Nasema hawatashinda. Hawatafanya nini? Hawatashinda. Kwa sababu Mungu ndiye anakulinda. Hebu tuangalie Isaya 54:17 nataka kusema nini? Isaya 54:17. Isaya 54:17 inasema hivi: kila silaha itakayofanyika juu yako haitofanikiwa. Kumbe kuna silaha itafanyika. Yaani unapomchagua Yesu sio kwamba silaha za kukupiga hazitokuwepo, zitaendelea kuwepo, lakini anasema hazitofanikiwa. Anaenda kusema nini? Na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Yaani kila neno shetani, kila hila atakayoinyanyua juu yako, hiyo hila itakuwa juu ya maamuzi yako. Unaposema hiyo hila haitotimia na haitotimia, yaani ndio unakuwa msemaji wa mwisho. Mamlaka ya kimungu anasema wewe utakuwa msemaji wa mwisho. Ukimchagua nani? Yesu. Ndio anawezekana haya. Kwa nini? Anasema huo ndio urithi wa watumishi wa Bwana. Kwa ukichagua kuwa mtumishi wa Bwana, haya Mungu anasema ni ya kwako. Na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Urithi wa watumishi wa Bwana na haki inayotoka kwake, asema Bwana. Kwa hiyo kumbe unapochagua maisha ya Ukristo, umechagua Bwana akupiganie, sio jipiganie. Kwa hiyo yeye afundishaye kupigana atakufundisha kitu gani cha kufanya, atakushauri hiki usifanye. Kwa hiyo ukiwa msikivu wa neno la Mungu, ukiishi yale ambayo Yesu anakuelekeza, wewe ni win-win situation. Yaani wewe ni mafanikio kwa 100%. Kwa hiyo kumbe kinachotesa watu wengi ni kwa sababu wameingizwa kwenye dhambi. Sasa unapoombewa, unakuta kuna watu wanaombewa alafu kuna vitu havitoki, ni kwa sababu kuna mlango ambao unasababisha uendelee kugaragazwa huko kwenye dhambi, uendelee kuteswa kwenye dhambi. Yaani hao wachawi, hao washirikina, yaani hao mawakala, hao washirika, na huyo shetani na wafanyakazi wake wote, kuna mlango anauona, labda kuna kitu cha kichawi unacho. Wanasema huyu anaokokaje na kitu chetu ndani anacho? Anaokokaje? Kwa lazima kile kitu kitolewe. Kwa kama una changamoto hii, unasema sasa mtumishi, mbona mimi nimeombewa sana, mbona bado na changamoto isiyoisha? Maana yake huo mlango uko wazi. Inawezekana tu umefichwa, hujajua. Unatamani kuokoka, lakini kuna mlango uko wazi ambao unakubana, ambao unakusababisha wewe uendelee kupata matatizo. Mlango upo wazi. Unapaswa kuukataa huo mlango. Unapaswa kuufunga huo mlango. Ndio kazi ya watumishi wa Mungu kuambia wewe, bwana, kuna hiki kilifanyika. Kama kilirithishwa, labda kama mwenzako anakifanya, kama wewe mwenyewe unakifanya kwa kutokujua, utaambiwa bwana, hapa shida ni hii, ondoa. Ama ndani kwako ama katika maisha yako na kitu fulani, ndio hiki kitu ulipewa na nani, na bibi au na babu, hiki kitu ni cha kuzimu, ni cha kichawi, unatakiwa ukikataa. Hiki ndio kinachokuletea shida kwa sababu ulikipokea, umekimiliki. Ndio maana kuna vitu tunaitisha vichomwe moto ili mlango ule ufunge.
ukae sehemu salama, wakuachie. Yani kama hawana miliki yao ndani yako, wewe ni umeshinda. Hizi chapa hizi zinafutwa tu kwa damu ya Yesu. Chale ulizochanjwa zote, chapa yote ya mpinga Kristo uliopigwa wewe, damu ya Yesu inatosha kabisa kufuta. Swala linakuja kwamba damu ya Yesu inafuta, jina la Bwana linakubariki, lakini kumbe kuna vitu unavyo. Yani mapepo yanakimbia, alafu yakitulia, kesho umerudia kitu kile kile ambacho kimekuingiza kwenye matatizo, yanarudi. Hiyo ni kawaida sana. Yanaporudi unasema, mbona nimeombewa nikakaa miaka miwili lakini mbona imejirudia? Ukiona kimejirudia, maana yake kuna kitu umekifanya ambacho kinahusiana na dhambi, uovu, aidha kwa kujua ama kwa kutokujua, ambacho kinawarudisha hao mapepo. Haleluya. Umenielewa nilichokuwa nimekifundisha? Naamini kwa msaada wa Roho Mtakatifu utakuwa umeelewa. Nimetaka nikufundishe ili upate kujua kwamba kwa nini kuna kesi ya maombi nyingi sana. Sasa haya niliyokufundisha, nimejaribu kukatakata vitu vingi sana ambavyo nisingeweza kuvieleza hapa. Muda wa kusikiliza tu ungekuwa sio rafiki kwako. Ndio maana hata masomo tupendi yawe marefu sana, kwa sababu yasikuchoshe. Lakini napobidi, hata kama ni somo refu, basi chagua muda wa kusikiliza kwa makini, kwa sababu nimekwambia sikiliza kwa makini ili ujue kama unaingia kwenye maombi ukisema tunapiga fire, unapiga nini? Tunanyofoa mapando, unachomoa nini? Kimetoka wapi? Kumbe unajua, sisi tunatambika. Wale wote ambao mnatambika, wale wote ambao mnafanya zile huduma za kimila, kuchinja kimila, kutoa sadaka za kimila, lugha nyepesi tu na kunyoshia maelezo, ukubali ama ukatae, ukweli utabaki kwa ukweli. Hizo ni kazi za kishetani. Yesu achinjiwi chochote. Yesu achanganywi na chochote. Yesu anasimama yeye kama yeye, kwa jina la Yesu na kwa damu yake. Tunaomba kwa jina la Yesu. Sasa ukishaanza kuona tunatoa sadaka ya ng'ombe, ya mbuzi, mnamtolea nani? Wewe Mkristo umeokoka, huyo ng'ombe unayemchinja unamtolea nani? Yesu hataki huyo. Huyo mbuzi unamtolea nani? Yesu hamtaki huyo. Huyo kuku unamtolea nani? Hizo sadaka mnazopeleka makaburini mnampa nani? Hizo hela mnazopeleka njia panda mnampa nani? Ndio miungu, ni kazi ya shetani. Kwa hiyo kikao kitafakari hili, kaa peke yako, usitafute ushauri wa mtu. Mshauri mkuu anaweza kukushauri wewe ili ukate shauri ni Roho Mtakatifu peke yake. Kwa hiyo tunapofundisha masomo kama haya, wakati mwingine inawezekana yamekugusa 100% na roho ikakwambia muongo huyo. Tulia kwanza. Tulia vizuri kabisa. Mwambie Roho Mtakatifu nisaidie. Roho Mtakatifu nisaidie. Nataka kujua ukweli ni nini hapa. Na Roho Mtakatifu jinsi alivyo mwaminifu, atakujuza ukweli ni nini. Atakueleza vizuri sana nini kinachopaswa kufanyika. Iwe mtu atakwambia mwingine, iwe kwa sauti utasikia, iwe kwa ndoto, iwe kwa maono, kuna kitu atakuonesha, kwa sababu anafurahishwa na mtu ambaye ana kiu ya kumtafuta Mungu. Kwa unaposikia neno kama hili, neno ni zito, unasema lisikilize sana na sana. Wewe kama unateseka, sikiliza tu. Kuna watu wataanza kupandisha mapepo, kulipuka. Neno tu hili, kwa sababu si ni neno la Mungu. Yaani niliyosoma yote hapa msingi ni hili neno nimekwambia hapa. Nimesoma kitabu cha Ufunuo na kitabu cha Efeso. Mambo ni mengi yameandikwa, lakini nimesoma tu sehemu chache. Ndio msingi wa yote nimefundisha kwa muda wote ambao nimefundisha. Kwa nini uchawi unakutesa? Namna uchawi unaofanya kazi. Hakuna uchawi ambao hausishwi na mapepo, hausishwi na mashetani. Miungu yote ni roho za kishetani. Babu zetu wahenga, babu alishakufa. Kinachobakia ni ile roho ambayo babu alikuwa anaitumikia. Ndio inakwenda kukwambia mimi ni babu yako. Ni roho ambayo babu yako alikuwa anaitumikia. Ndio hiyo ambayo inakuwa maelekezo ya kusema mnichinjie. Sasa babu alikufa. Sasa ingekuwa ni hivyo, mbingu ingekuwa na kazi gani sasa? Kwa hiyo lazima uwe makini na hivi vitu. Na watu wanaofanya hivyo wanajitahidi, kama nilivyokuwa nimekwambia, shetani anajitahidi sana kuyafanya mambo ni halisi, kuyafanya mambo kuwa mema, kuja katika sura ya kondoo,
lakini matokeo yake ni ya mbwa mwitu. Hii ndio hatari. Kwa hiyo watu wengi wanaoteseka na haya ni kwa sababu waliaminishwa kwamba huo ni ukweli. Wachache wanajua kwamba ni ukweli na wanaendelea nao. Mungu akubariki sana kwa kufuatilia mafundisho haya. Na nikuombe radhi pia kwa kula muda wako, maana hili somo limekuwa refu kiasi fulani, lakini naamini litakuwa na manufaa makubwa sana kama mtu atatenga muda. Unajua uzuri wa masomo kama haya, unaweza ukaacha tu ina play, unafanya kazi yako nyingine, kama ni kuandika au kama una shughuli zingine, fungulia tu sauti kubwa, sikiliza. Sio lazima utazame, sio muhimu sana kutazama. Unaweza tu ukafungulia kwa connect na Bluetooth. Siku hizi teknolojia ni kubwa. Washa simu yako, connect na Bluetooth, iache hapo, bando labda na wifi ya kutosha. Fungulia tu, endelea na shughuli zako, sikiliza. Usisikilize mara moja, mara mbili, mara tatu, mara nne. Mwambie tu Roho Mtakatifu, hebu nieleweshe mtumishi amesema nini. Ataanza kukufunulia. Lakini wengine kwa neema hapa ninapofundisha wameshaelewa kila kitu, kwamba kumbe ni hivi aisee, inabidi nichukue hatua. Kwa hiyo Mungu akubariki sana, na jitahidi kuchukua hatua. Ukichukua hatua hizi, huu mzigo wa kuombeana huu utapungua sana. Huu mzigo wa watu kuteseka utapungua sana, kwa sababu utakuwa umeshajua watoto wako hawatoteseka tena, uzao wako hawatoteseka tena. Kwa nini? Kwa sababu umejua mbinu na hila za shetani. Naomba ichukulie hii serious. Haya mafundisho ni mazito sana na vita yake ni kubwa sana. Kubwa sana. Ila ni kwa sababu Mungu aliyetutuma, Yesu mwenyewe kufanya kazi, ndiye anatuagiza kuyafanya. Tunamshukuru, anatulinda. Kwa hiyo usichukulie kitu cha kawaida. Hatusimami kufundisha hapa kwa hiari zetu. Tunasimama kuleta ujumbe ambao Yesu anataka kuwafikie watu, na lengo ni moja tu, maarifa ya kusaidia kujua namna sahihi ya kufika katika ufalme wa Mungu. Yaani mission yetu sisi ni kufika katika ufalme wa Mungu. Tuko njiani. Sisi ni wasafiri. Nataka tufike mwisho, na mwisho ni ufalme wa mbinguni. Kinyume cha hapo ni ajali kama ajali zingine. Kwa hiyo neno lote linafundishwa hapa Mikono ya Kristo, tunasema kwa neno la maarifa, likakupe maarifa ufike salama. Ulianguka, inuka, nenda. Umelisikia neno, badilika, nenda. Ishi maisha ya utakatifu na Mungu atazidi kukubariki. Usikia mafundisho haya, share kwa wengine. Yakikubariki, waalike wengine pia. Na wewe unaweza ukacomment hapo kwamba nimebarikiwa. Unaweza ukalike hapo kwamba nimebarikiwa. Kama bado hujasubscribe, endelea kusubscribe kwenye channel yetu. Endelea kufuatilia mafundisho mbalimbali ambayo tunayarusha kwenye mitandao mingine ya kijamii kama Instagram, Facebook na TikTok. Na Mungu atakubariki sana. Una swali, una changamoto, namba zipo hapo. Tupigie. Huduma yetu ni bure. Narudia tena, huduma yetu ni bure kabisa. Utatupigia, tutakuhudumia. Hauna salio, tuma hata message, mtumishi na changamoto, nipigie. Basi kwa neema ya Mungu tutakupigia, kwa sababu ndio kile Yesu anataka. Tusaidiane, sio kwamba lete, tusaidiane upate kuokolewa. Tumepata neema ya kufundisha, tumepata neema ya kuomba, tumepata neema ya kuombea, kushauri, kutafasiri ndoto. Basi tunazipeleka kwenu bure. Lengo huyu shetani ajue kwamba watu wa Mungu wanaelimika na watu wa Mungu wanamtafuta Mungu kwa bidii, tuweze kuepukana na hila zote ambazo shetani anatuwinda nazo. Mungu akubariki sana. Na kukumbusha, kila Jumapili tunakuwa live. Bado watu ni wachache, endelee kufuatia mafundisho ya live. Maana pale kwenye live kunakuwa kuna uhuru wa kuulizaga maswali ya papo kwa papo. Unaweza kuuliza swali pale tukakujibu, si uko live. Live ni muhimu sana kama mtakuwa mnaielewa. Nafundisha somo fulani, chukua kichwa cha somo, andaa swali lako, pale pale nitakujibu. Sababu ninapofundisha sinaona huyu anasema nini, nasema huyu anasema hivi, nakujibu. Hapa anasema hivi, nakujibu. Kwa mjitahidi kuja kwenye live. Na hii live tumesema ni kuanzia saa 8:30 mpaka saa 9:30. Mungu akitupa neema tutakuwa tunaingia kwenye vipindi vya usiku vya live pia, tunawahudumia kwa namna moja ama nyingine. Basi mpaka kufikia hapo nimefikia tamati ya somo hili la leo. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Kwa niaba ya timu nzima ya Mikono ya Kristo tunasema Mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki sana. Bye bye.